Shima. Shikamoo mwalimu. Sauti ya anayeanzisha salamu ni mbaya. Sauti mbaya jamani, nyie hamuisikii darasa. Sauti ni mbaya hadi kichwa changu kinafanya nzee. Hivi darasa, mnaonaje hiyo salamu angekuwa anaianzisha Sam? Kwanza ni nani amemteua huyo awe anaanzisha salamu? Hamuoni kwamba ana sauti mbaya huyo? Usinitolee macho dogo. Sauti yako ni mbaya, lazima nikwambie ukweli. Sauti kama ndubwi kameza tope bwana. Haufai kabisa kuanzisha salamu. Kwanza inamkatisha tamaa hata anayesalimiwa. Yaani nimekuja hapa na vibe la kufundisha lakini vibe linakata. Sauti yako ni mbaya. Darasa la 7. Darasa la 7. Hivi mnaonaje sauti ambayo ingetakiwa itumike kuanzisha salamu hapa darasani iwe ya Sam? Sawa hivyo bwana. Huyo ndo ana sauti nzuri bwana ya kunguruma. Huyu hana sauti ya kuanzisha salamu, mtakuja kukatisha watu tamaa bure. Oya, mwalimu wewe huwa unampaga nini mwanangu? Sijakuelewa, unamaanisha nini? Mary, unajua mwalimu anampenda sana yule dogo cha mcheupe kuliko mtu yoyote hapa darasani. Nimeliona hilo hata mimi. Minong'ono inatoka wapi tena? Darasa la 7 Darasa la 7 Bila kupoteza muda, naomba salamu irudiwe, lakini kwa mara hii naomba salamu aianzishe Sam. Sam, anzisha salamu. Shima. Shikamoo mwalimu. Marhaba. Hamjambo darasa? Hatujambo. Hiyo ndo sauti haswa ambayo nilikuwa natamani sana iwe inatumika kwenye kuanzisha salamu. Lakini ile sauti ya mwanzo ya huyu bwana huyu Kitundu, kwa kweli mimi sijaitamani wala sitaki kuisikia tena. Kama ndio mmemchagua nyie kuanzisha salamu, basi kwa walimu wengine, sio mimi Bikachala. Nikiingia hapa darasani nataka niisikie sauti ya Sam ndio inaanza kuyoyoma. Hivi mnanielewa darasa? Tumekuelewa. Mnanielewa vizuri? Ndio. Sadakta. Oya, we mwanangu, lazima kuna kitu huwa unampaga huyu mwalimu. Hebu acha uchizi bwana. Kitu gani? Mimi sijawahi kumpa kitu chochote huyu. Sam. We Sam. I say, nani huyo? Nasikia minong'ono mtu anaita Sam. Nani? Ni mimi madam. Nilikuwa namuita Sam aniazime peni. Anaduka huyo? Eti we binti nakuuliza, huyo Sam anaduka? Hebu mpumzisheni mtoto wa watu bwana. Anaduka la karamu huyo? Au kumsumbua tu mtoto wa watu? Akonde. Huko umepita barabarani wakati unakuja shule, kwa nini hujanunua karamu? Kuja kumsumbua mtoto wa watu vipi? Mnapewa pesa za karamu na wazazi wenu, mnanunulia vitumbua. Mshenzi wewe. Sasa wale yako nisikie tena Sam, kama peni huna basi utaandika na vidole. Halafu na wewe Kitundu, mara ngapi nakwambia hizo ndevu unyoe? Hata kama ni utu uzima umekukuta hapo darasa la 7, ndio wachie mindevu hivyo na kuifunga kama mikia ya pweza. Sasa nakupa siku moja. Kesho nione upara hapo kidevuni ngwe. Sitaki kukuona na mindevu hiyo tena. Na kama nikija kesho ngakukuta na hiyo mindevu, nakuja na kipande cha chupa. Nitakunyoa na chupa. Sijui unanielewa? Shule hakuruhusiwi ndevu. Sijui unanielewa? Sheria za shule unazijua. Ndevu hatuzitaki. Toa hizo ndevu, sawa baba? Sawa, madam, nimekuelewa. Lakini kama mimi nitatoa ndevu zangu, na Sam pia atoe ndevu zake. Atoe ndevu hizo. Haiwezekani. Sasa Sam akitoa ndevu mimi nitashikashika nini? Jamani, amekuwa haya. Kumradhi darasa, nilikuwa namaanisha kwamba Sam hawezi kutoa ndevu zake kwa sababu yuko smart. Darasa zima linajua kwamba Sam yuko vizuri, ni msafi, ndevu zake kazichana vizuri, kazitia marashi zinanukia. Ila ndevu za Kitundu zinanuka kimunyenge. Jamani, ndevu za Kitundu zinatia uhasama, hazitii uhasama. Zinatia uhasama. Zinatia uhasama, hazitii uhasama. Zinatia uhasama. Kwa hiyo mimi ndio maana nimekwambia Kitundu hizo ndevu zitoke. Sasa wewe kuwa mbishi. Kama wewe unanibishia mimi na sheria za shule, sawa, acha hizo ndevu. Na kesho tutaonana. Bakari Kiboga, mme wangu, hivi unakumbuka kwamba hatujalipa ada ya mwaka mzima? Tunadaiwa ada ya mwaka mzima. Na istoshe, huu ni mwaka wa mwisho, kijana wetu anatakiwa kufanya mtihani wa darasa la 7. Na unavyojua kwamba hawezi kuruhusiwa kufanya mtihani kama hatujamaliza ile ada. Najua mke wangu, najua vizuri kabisa. Hapa ndo najitahidi kukangagula kitu. Lakini kila nkikangagula nasikia nkwe. Kila nkikangagula nasikia nkwe, kichwa kimegonga kabisa. Michongo yangu yote siku hizi imekuwa michongoma. Sipati pesa, vibarua vimeota nyasi, hata sijui napata wapi pesa ya kumlipia mwanangu.
Natamani sana mwanangu asome pasina fujo, afanye mtihani wake wa mwisho vizuri, lakini pesa sina. Bakari Kiboga, mme wangu, hiki ndo kipindi ambacho unatakiwa kusimama kama mwanaume. Hiki ndo kipindi ambacho unatakiwa kusimama kama kichwa cha familia, kuziokoa ndoto za mwenetu. Kijana wetu anapenda sana shule, na istoshe ni mtu wa vipaji maalum. Sasa si vyema kijana akamaliza ndoto zake zikafa tu ghafla, wakati kijana bado tunaona kabisa ni msaada wa pekee mbeleni. Mimi nilikuwa najaribu kukopa kwenye vikoba, lakini wamenikatalia kwa sababu nilishawahi kukopa na nina deni kubwa sana ambalo ndo limetusaidia kupaua hii nyumba yetu. Kama unakumbuka, tulikuwa hatuna hata bati za kupaua hii nyumba. Tumepaua kwa deni la vikoba. Sasa hivi wananikatalia katu. Hawataki nichukue hata 100. Vikoba achana navyo kwanza, mke wangu. Kwanza jana nilitukana sana na yule mama tumbo yule. Tulikutana barabarani akawa ananitukana, anasema, "Bakari Kiboga, waja kuliwa kiboga." Yaani mimi naja kuliwa kiboga. Namuuliza, "Kwa nini?" "Mke wako anadaiwa kwenye vikoba na deni lapata mwaka mzima sasa hajalipa." Hilo swala limeniuma sana. Halafu ananiambia mie mtoto wa kiume narusha mikono nyuma, nalegea. Basi mke wangu, vikoba achana navyo kwanza, vitakuja kutuua. Mwisho wa siku hata hii nyumba pia iuzwe kwa sababu ya kulipa madeni. Wacha mie nipigane siku hizi 2-3, huenda nikaokota chochote. Halafu yule kijumbe mama tumbo ananitafuta kabisa. Sasa kuja kumtukana mme wangu kisa deni la vikoba ambao nimekopa mimi. Wewe linakuhusu nini? Ile deni ni la kwangu mimi, sio la kwako. Aje aseme na mimi. Mbona mimi ananiogopa? Akikutana na mimi aongei chochote, anakuja kuongea na wewe. Basi usijali mme wangu. Anyway, wewe pigana siku hizi 2, ukiokota hata 300 twende tukapunguze deni. Hivi Maria, I'm sorry lakini kama nitakuwa nakushumbua. Hivi wewe unasoma ili uje kuwa nani? Unamaanisha ndoto zangu mimi baada ya kumaliza shule, si ndio? Mimi kwa kweli natamani sana kuja kuwa journalist. Acha hapo kwenye Kiingereza Maria, unanichanganya. Journalist ndio mtu gani? Wewe nawe shemtoi, journalist umjui? Journalist ni mtu wa habari. Yaani nataka kuwa mwandishi wa habari. Shedakta, nimekuelewa vizuri Maria. Na hata hivyo kazi uloitaja, muonekano wako, ongea yako, unafaa sana kuwa mwandishi wa habari, kwa sababu mwandishi wa habari unataka kidogo mdomo uwe mwepesi. Na wewe pakara mdomoni unayo. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo uliyoitaja inaweza ikatokea kweli ukawa hivyo. Nakuombea sana. Asante sana shemtoi, na mimi pia nakuombea, japo bado sijajua wewe ndoto zako ni zipi. Sijajua unasoma ili uje kuwa nani. Unaweza kuniambia? Yaani mimi piga huwa garagaja, nataka kuja kuwa daktari. Jamani, hongera sana shemtoi, na mimi nakuombea kama unavyoniombea wewe. Nakuombea hivyo uje kuwa daktari, ndoto zako zitimie. Asante sana Maria, na kama ikishindikana kabisa udaktari nikaukosha, basi piga huwa garagaja. Natamani kuja kuwa mwanamuziki mkubwa sana kwa sababu nina kipaji cha kuimba. Shemtoi, huo uongo sasa. Hebu niimbie kwanza, niimbie nisikie. Niimbie wimbo mzuri wa kunibembeleza. Naanja hapo. Choche ya kuni kipenzi changu, asubuhi tumbo likikuming'inya, pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina, akili kichoka, lishi kikocha, najua kwako mtajiri waja. Kama makocha nivute chumbani, kununa na jile maja, ustahimilivu munayo wachache mna. Nani huyo aliyekuwa anatia kelele? Hivi nyie mnajitambua kweli? Mna akili timamu nyie? Shule nzima iko kimya, darasa moja tu ndo linatia fujo. Mnatia kelele, na istoshi nyie ni darasa la 7. Mpo kwenye semester ya mitihani, badala ya kusoma kujiandaa na mitihani mnatia kelele, mnaimba misauti yenyewe mibaya kama wenda wazimu. Nani huyo aliyekuwa anaimba? Mmekaa kimya. Nani aliyekuwa anaimba? Au mnataka nitembezee viboko darasa zima? Nani? Ajitaje bwana. Mwalimu, Mbosso wa kuchaji ndo aliyekuwa anatia kelele bana. Mbosso wa kuchaji? Mbosso wa kuchaji ni nani? Mwalimu nawe, huyo huko Mbosso mwenye visharubu. Nilijua tu, huyu ndo anajifanyaga msanii wa darasa. Sauti yenyewe mbaya, sauti inafyafyoma kama anatolea kwenye kishundu. Alafu Maria, toka umeanza kukaa na huyo kijana dawati moja, performance yako imepungua sana. Japo nafasi yako ndo ile ya kwanza, lakini marks zako ni za chini sana. Sijui kama umelitambua hilo. Huyo anakupoteza huyo.
Wewe kijana Shemtoi, wewe Shemtoi, Yere. naomba unifate ofisini ukanielekeze vizuri. Nani kakutuma uimbe singeli kwenye muda wa vipindi?